moto sana yani, maana kila napofika majanga yaishi. Nikienda huko majanga, alafu hili jini nilikuwa ninaponifuatilia au watu wanifuatilia hivi, kwanza leo ningekufa. Usiogope. Mimi ndio msaada wako pekee. Nilikwambia mimi ndio msaada wako pekee. Shika hichi kitu. Kitakusaidia katika maisha yako. Hivi kwa nini kwangu unakuwa na wasiwasi au uniamini au vipi? Mimi naona kama unanidanganya. Hapana, sijawahi kudanganya. Sasa miradi sijawahi kuiona. Sasa mimi miradi mingi tu. Sasa unadhani kwamba eti lazima nikupange kwanza. Sawa. Kwa sababu siwezi nikakutoa hapa sasa hivi nikakupeleka tu kwamba lazima tuende na mimi mwenyewe nilikuwa tunaangaliana kwamba tuone kwamba je, kweli uko hiari kuwa na mimi au vipi, kwa sababu ningekupeleka kumbe unakuta hata wazo lako halipo. Lakini kwa kuwa umeisha akili kwamba wewe mwenyewe kwamba uko tayari kuwa na mimi, si mbaya. Na unaposema mimi sikuamini, wewe ulivyonitoa Singida na kunileta Mwanza. Ulinileta Mwanza ukasema unanileta mjini. Alafu ulivyonileta Mwanza mjini ukanipeleka kijijini. Wewe unaposema una miradi, maana hujanipeleka kwanza kwenye miradi yako. Sasa hilo ndo swali ambalo mimi nitegemea kwamba unaweza kidogo ukanishawishi. Na hapo ndipo nilisubiria kwamba utakapokuwa umeniuliza ili nikujibu. Iko hivi. Mimi ni kweli kabisa miradi niliyokuambia ipo. Ili isipokuwa mimi nisingeweza kutoa moja kwa moja Singida kupeleka mpaka kwenye miradi yangu pasipo kwanza kidogo kutafutia sehemu kupumzika. Kumbuka kwanza sasa hivi mimi kuna baadhi ya vitu ambavyo tayari nimeshaviandaa kwa ajili yako na ni vitu vikubwa. Ila sasa naona kama vile unataka kuwa na mashaka. Nina hoteli, na maduka matatu makubwa. Sijui unanielewa vizuri. Na mpaka hapo ina maana kwamba siwezi nikakutoa huku ghafla tunakupeleka kule. Lazima kwanza niangalie kule kuna mtu ambaye takiwa nimtoe kule ili nikuweke wewe. Unaona? Ambaye alikuwa anasimamia pale. Ili kisha kuweka pale wewe, ujue kwamba sasa unaendeshaje kazi. Sasa wasiwasi wako iko wapi, labda mfano kinakupa labda mashaka ni kipi? Lakini naomba ujitahidi. Tangia tukae nataka unitoe mgesti. Ni swala zuri. Ni swala zuri. Mangu naomba tela kula sasa. Sasa mimi nilikuwa najua labda kuhusu pesa usijali. Kuhusu swala la hela. Sasa mimi na njaa. Basi sawa, ina shida, usijali. Naenda mpaka kwa yule mama ambaye tulipofikia siku ile kula, tunapochuaga pale chakula. Sawa. Ufike akupe chakula, nifahamu tu. Ukishafika pale ukimwambia kwamba Solowera yule mkuya, basi sidhani kama atakuwa tena na nili, kwa sababu si unajua kwamba leo unapoenda anakupa chakula na unakuja nacho. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na tatizo lolote hili. Aisee kumama. Hivi kweli mwanamke jinsi alivyo mpumbavu hivyo mimi nakumpeleka nyumbani mimi? Miradi gani? Mimi hata sina mradi. Sina chochote. Mungu mbona mimi nimekaenda sema hata kana kama sisi patana mabisha shari mboga Yesu ndio Mungu kwa basahi kama maana. Watoto kumbe ni wapumbavu. Watoto wanajirahisha kizembe hivyo nasema kwamba ananipeleka kwenye miradi, sijui na guest, sijui nini, mara hoteli gani? Hapa hakuna cha hoteli, wacha nini? Hapa ni kupigwa bonge la bomu, hapo na kwa tunalia mwenyewe. Sasa hapa hii ndo naanza nayo hapa. Ndio kuleta hapa habari za hoteli hapa. Hoteli gani hapa? Sasa kama yote hii hapa itakiwa iingie kwanza hapa, anakuja anataka mwenyewe. Kuna hoteli hapa, miradi gani hapa? Bavu. Kuna cha miradi hapa. Kama yote hapa inatembea. Hii hapa inatembea hii. Msema ngumu hivi. Nasema miradi. Bangera dude. Msweto. Kumpata ndugu yangu kwa sifa. Maneno yao yana ili kama vipi naweza nikalipiga buku hapa.
au nikampelekea hata ndugu yangu. Kama zingine hizi huko bana. Ndio zenyewe sasa. Msweta usinamtosha kabisa vizuri huko. Hapa nikimpelekea dogo hapa anafika nasema kwamba mimi nimetoka town hapa nini mwanangu mimi. Madude mazuri hapa anaweka. Hata kitu kinakaa fresh hapa. Na mafuta yako. Madawa ni aniwezi huyu. Mwenyewe ndo mwizi. Kibaka mzoefu. Sasa hapa. Kama hii. Ni sawa. Hii hapa. Endo maneno. Safi kabisa hii. Isi hapa ndo unasikia uroda. Nimetoka Msoma nimekuja kufanya kazi. Kazi yenyewe na wapigiaga simu kwamba mimi huku nafanya kazi, watu wanajua kwamba nafanya kazi. Nimekuja huku kula watoto bana. Gonga mzigo hapa alafu mwingie mbele. Tarabaki analia peleka miradi gani? Au nikumpelekea dogo kule. Safi. Maima. Ngoma ndo yenyewe sasa haki ya Mungu hana daso ya soko na haki Mungu sinza. Sinza kwa tana mabe. Safi. Tapeli, wanaume sasa ni watapeli waongo. Jamani. Tafanyaje mimi? Tena anasema na miladi gani baba? Hana hata miladi. Dada. Mimi nimejua bwana. Unakumbuka kipindi kile nilikuwa nimepata chakula? Niliporudi nikakuta kila kitu mimi nimeshaibiwa. Simu hamna ndani, kabeba vyote. Umeibiwa na nini tena? Kila kitu ndani hamna. Huyu baba alikuwa tapeli. Kwani wewe umetoka naye wapi? Mimi tu alinikuta huko maeneo Singida tulikutana. Akaniambia nikupeleke Mwanza. Na Mwanza sasa nilikuwa najua anileta wapi. Kumbe akanileta kijijini, mimi nilikuwa najua anileta Mwanza mjini. Wewe asifu utamuonea wapi? Mimi sijui hata hajawahi kunipeleka kwao kunitambulisha, sijui anapokaa. Sasa nitampatia wapi? Hapa sasa hivi ndio nashangaa, hamna hata kitu ndani. Yaani hapa na nguo ndio bakiza hivi vitu mbili. Nguo zote ameiba. Sasa hapa hata chupi zote amebeba. Sasa hapa sijui nitaishi wapi. Na wazazi walikuwa wamejua mimi nimeshapata mchumba. Kumbe mchumba mtapeli. Ulikuwa umeshampeleka nyumbani? Mimi niliponitoa Singida akaniambia twende nikupeleke Mwanza. Akanileta Mwanza. Kumbe nileta kijijini. Wewe? Pole sana dada. Yaani nimeibiwa vyote. Sasa hapa pambana tu ndugu yangu, utafanyaje? Si ndampatia wapi? Labda unamjua anapokaa. Mimi simjui. Sasa wewe si wakuja tu. Wewe sio mama Geto. Mimi mama Geto sawa, lakini watu wanaokuja hawezi ukawajua. Umetokewa na kitu ambacho sijawahi kufikiria katika maisha yangu. Halafu pale ghafla tu jini amesema kwamba ni msaada kwangu.
ni vitu ambavyo vinanikosti sana. Nashindwa sijui hata nifanye nini. Maana sasa naona kama vile naelekea kabisa kuingia kwenye shimo ambalo sikutegemea. Nitegemea kwamba mwanzo utakuwa ni masuala, lakini inaniia ngumu sana. Sijajua shida ni nini. Kwanza aliyosema msaada hapa ni msaada gani? Wewe unakaa unanifuatilia? Mimi ni mwema sana katika maisha yako. Kama kaiwa hivi. Mimi ni hatari sana. Ukishinda kufanya ninachokuambia. Naomba unisikilize kwa makini sana. Mimi nataka uache wizi, ujambazi na umalaya ili uwe na mimi. Unanisikia? Unanisikia? Nitakupa majumba, nitakupa magari, nitakubadilisha kama mtu uonekane kwa wengine. Ndiyo, nimekusikia.